Asante sana. Habari zenu, nawasalimia nyote katika popote mlipo ulimwenguni. Mimi ni Kizende. Na leo nimetembea bahali panaitwa Northampton. Na mgeni mmoja mashuhuri sana ambaye leo nimekuja kumuona hapa hivi, ambapo ana kazi nyingi ambayo anafanya, na nimekuja nione ni kazi gani, anielezee zaidi ili kwamba pia nyinyi mwelewe. Na si mwingine ni Apostle Ndura Waruinge. Na kabla sijampa nafasi hii awasalimie, ningependa kukuambia ujaribu sana kwa ayali yako uweze like hii video na kusubscribe na hata kushare, ili kwamba utuweke kibao mbele, na sitakuweka mstari wa kwanza kabisa kupokea video zetu zikiwa mbichi kabisa, manake zikiwa bikra. Na bila kupoteza wakati, ningependa kumpatia nafasi hii ama fursa hii Ndura Waruinge awasalimie. Na Ndura Waruinge, ningependa kukusalimia pia. Yes, na kabla sija kuongelesha hata zaidi habari yako, mzuri sana, kabla tujaendelea sasa, ningependa leo bado nimedunga, sababu nilikuwa najua nakutana na wewe rafiki yangu. Unajua uko Apostle ni mkubwa bwana, lazima nidunge ili kwamba nikae kama rafiki yake, ndio. Kabla tujaendelea sasa, ningependa uangalie kamera ile, usalimie watu, waambie ni nini umekuja kufanya hapa. Asante. Sasa mimi ni Apostle Ndura. Mnamuelewa ule ambao mnamuonanga kila wakati, kila mahali, kwenda kwa Dingira utaniona, kwenda kwa Kizende utaniona, kwa Bamasi utaniona, kila mahali, Plug TV utaniona. Na vyote vile ni katika kuzungumzia, kusaidia na kufanikisha malengo mbalimbali kulingana na Mungu alivyotutuma. Sasa niko hapa upande wa Uingereza. Nilianza kule kwenye uwanja wa ndege wa Heathrow, tukatoka hapo moja kwa moja tukaenda mpaka Reading, kutoka Reading tukatoka hapo tukaenda moja kwa moja baraka upande ule mwingine wa kusini mwa nchi, ambao ndio tuko na ule mviringo ama lile jiwe ambalo mnara unaoitwa Stonehenge. Ndio tulikuwa na kinara mwenyewe kule Kizende, na akajionea mambo ambayo nilikuwa nimewaambia. Yeye mwenyewe alikuwa ameniambia ni stories za jaba. Alikuwa ameniambia nimevuta bangi, nikamwambia bomas yetu imeibiwa, wazungu wamekuja wamehonga serikali iliyo kwenye mamlakani, wamenunua bomas yetu, wameilete hapa, kisha wakabomoa ile bomas ya utamaduni wetu, heritage yetu yote wakaibomoa. Sasa wamepatiana pesa kujengwa nyumba ya kifahari ambayo ni nyumba conference kama ile ya iko kule Rwanda. Lakini kile walikuwa na hasa mpango wao wote ilikuwa kuondosha ile heritage ya Mwafrika, ya Mkikuyu, ya Mjaluo, ya Mkamba, wailete pande gani? Wailete pande ya kwao, maana yale ni madhabahu. Whatever that was happening pale inaitwa madhabahu. Na madhabahu yote madhabahu ya Kenya hapo na nguvu, ndio utawala wa dunia mzima. Ndio hiyo. So ndio watuondoe kwenye madhabahu, walikuja wakatununua, wakatoa sacrifice ya kununua, ya kusema wametupatia pesa tujenge nyumba, lakini ilikuwa ni sacrifice walikuwa natoa, wamejificha ndio watoe wakukubalishwa kubeba ile heritage, wakuja kuifuata. Na mimi nimekuwa nikifanya uchunguzi, walipeleka wapi? Ndio hiyo. Nimefanya uchunguzi, nimepenya. Wakati ule mwingine nilikuja hapa, ndio hiyo nilikuwa natafuta. Wakati ule mwingine sasa nikarudi nikaambia Mungu nisaidie kujua ni wapi. Baba akaniambia ni mahali panaitwa Stonehenge. Nilipokuja tu nikakuuliza, ukaniambia Stonehenge kwa wapi? Ukaniambia lazima tuende kesho. Twende huko. Mpaka tukaenda mpaka huko. Kufika huko tukakuta kweli vitu vyote vyetu vya Mwafrika, utawala wa Mwafrika wote umeko mahali pale, na unalindwa na bunduki. Ndio unalindwa. Yaani makataba mengine yote hayalindwi kama pale, kama ile. Maana hayo ndio sasa tunaita madhabahu yanao utawala ulimwengu. Sasa madhabahu ya kwetu ndio ameinua, kuja kainua. Stonehenge ni madhabahu, Mount Kenya ni madhabahu, Bomas ilikuwa madhabahu. Sasa hizo zote madhabahu zikijumuishwa pamoja ndio zinafanya ulimwengu kutawalika. Sio kama unanielewa? Zinafanya ulimwengu unakuwa wa kutawalika vizuri. Katika kale kutawalika vizuri, sasa unachukua kile ambacho unachokitumia katika kutawala,
kikatolewa Kenya, ndio unaona Kenya ile nguvu ndio unaona Kenya siku hizi imeyumba sana, imeyumba kabisa, haina nguvu, haina mwelekeo, very shaky, we are very shaky, we are not hatuna ile nguvu. Mkenya zamani alikuwa anaongea na kuna semeseka na kuna semeka na kuna sikizwa. That is what nimekuja sasa kuchukua kuregesha nyumbani. Asante sana, na unaweza kuunganisha haya mambo vile yanavyoendelea kule nyumbani, vile Jumbaland, mimi naona askari wa Jumbaland wamejaa kwetu. Na kwa nini na kuna serikali kwetu nyumbani? Wacha nikwambie kitu kimoja. Serikali si serikali mpaka iwe na madhabahu. Ndio hiyo. Anything that you see in life is spiritual. The government yenyewe ni madhabahu. Na madhabahu yale yanafanywa nguvu kutokana na makabila na tamaduni zilizo katika nchi. Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Waluya, Waturkana, wote wale wanachangia katika kuifanya Kenya ikuwe na nguvu. Madhabahu yale makabila yote, whether ndio the 42 tribes, zikiletwa pamoja ndio zinaitwa taifa la Kenya. Ukiondoa Wakikuyu, Kenya haitakuwa imekamilika. Itakuwa nusu. Ukiondoa Turkana, Kenya bado haijakamilika. Taifa ama jamhuri ya Kenya inaitwa jamhuri kwa sababu ya makabila yale yaliyopo. Unaelewa? Na katika yale makabila yaliyoko ndio yanaleta utamaduni wa nchi. Ndio unaleta utaratibu wa nchi na mipangilio. Ukichukua kitambulisho chako unakuta wamekuuliza wewe kabila gani, wewe ni wa mbali gani, umetoka mtaa gani, na lazima chifu wa kwenu wa saini aseme kwa wewe ni Mkenya. Kumaanisha ule utamaduni ndio nguzo ya nchi. Ukikuja hapa Uingereza, utapata utamaduni wa Uingereza ndio nguzo ya nchi. Maana utamaduni wa Uingereza unaongozwa na mtu ambaye anaitwa mfalme wa nchi. Sasa hizi ni Charles. Ndio amedumisha utamaduni wa nchi. Ndio anaileta nchi pamoja. Ukienda kwenye nchi ya Scotland kuna Wascotish. Ukienda kwenye nchi ya Waswizi utakuwa kuna mfalme. Uende kule kwa Norwegian kuna mfalme. Ufaransa kuna mfalme. Uende India kuna mfalme. Uende Japan kuna mfalme. Uende China pia. Kila mahali kuna nguzo ile ambayo inaileta taifa pamoja. Na ile watu wanaangalia kama kilichofanikiwa wa Afrika sana sana katika nchi yetu. Walivunja nguzo ya Mwafrika, nguzo ya taifa ambao wakaiita ukabila. Lakini ukikuja hapa hawana kabila. Hapa wana lugha. Hapa ni kweli hapa si ukabila. Yanaongea Kijerumani, wanaongea Kiingereza, yake si kabila, yake ni lugha. Lakini mimi nikaongea Kikuyu, mimi ni ukabila. Hata juzi tumeona mambo ya RGG akileta watu pamoja, alitoka kwenye hafla. Alitoka na jamaa wa kwake, ametoka yeye ni Mkikuyu, Mwanzo ni Mkikuyu. Ndio afanyike Mkenya, Mwanzo ni Mkikuyu. Sasa Mkikuyu ni chanzo cha utaifa. Sasa alipoitwa kwa ghafla huko na nani watu Seattle walisema ati alienda kuhudhuria ghafla za nani? Hafla za Wakikuyu. Kwa hivyo si Mkenya, si yani hana Ukenya. So lazima, kwa hivyo ule ni mkabila, ule ni mtu ambaye anachangia kudhoofisha taifa, kulivunja taifa la Kenya. Lakini sasa unaanza ukiwa Mkikuyu, jina lake ni Rigathi. Jina lake si Kiboti. Naweza kukusimamisha kidogo ili kwamba nimwambie kitu pia Rigathi. Wewe Rigathi, mimi nakwambia ni lazima ujue kwamba ni lazima uunganishe watu wako kwanza kabla ulimwengu hujakufuata. Hata kama nchi upande mwingine haijakufuata. Kwa hivyo charity begins at home. Lazima uanze na Ukikuyu au wengine watafuata. Wacha nikwambie. Yesu mwenyewe alianza kwao nyumbani, atoke nje. Hata akawaambia wanafunzi wake msitoke nje kabla watu wetu wamepata nini? Wamepata mpangilio mzuri ambao tuko nao. Kisha akamwambia ule mama Msamaria aliyekuja kuomba mkate, akamwambia si vyema kukitoa chakula cha mwana ukakupatia mbwa.
Na akasema hata umbo ula makombo yanaoanguka kwenye meza zao. Maana Yesu alisimamia kwenye tamaduni zao mwanzo. Sababu ni kwao. Kwa hivyo na Mungu ndio alinitengeneza nikiwa Mkikuyu. Sikujitengeneza, sikupelekwa kwenye laboratory. Sijajibleach kama vile wanawake hujibleach. Hadi ndio mimi nikuwa Mkikuyu. Lazima ukae. Mwanzo kabisa unaanza kuna kule unaanza. Ndio kwa maana niko na jina Ndura. Si la Kijaluo, si la Kikamba, ni la Kikuyu. Na kwa hivyo hiyo ndio identity yangu ya kwanza. Kwa hivyo kumwambia Ligadi alihudhuria, sijui alihudhuria nini, ningetaka pia ahudhurie atengeneze mikutano ya Wakikuyu kwanza kabisa kwanza wakuwe kitu kimoja. Ndio akitoka kuenda kwa wale wengine anaenda kuambia watoto wangu wako pamoja, basi kujeni tushikane pamoja. Hiyo ndio kujenga. Asante. Ndio hiyo. Kitu kimoja watu hawajajua ama hawakielewi. Ya kwamba president wa Juba anaitwa Farmajo. Farmajo ni rafiki wa Ruto, ni rafiki wa Uhuru, ni rafiki wa Kibaki. Sana. Hawa ndio walisaidia Farmajo kuwa rais na kutenga inchi ndani ya Somalia ambayo inaitwa Jubaland. Hiyo ni inchi iliyo ndani ya inchi. Na hiyo inchi inatawaliwa na mtu ambaye anaishi hapa South Sea. Nairobi. Anaishi South Sea Nairobi. Kwa hivyo huyu ni rafiki wa karibu wa marais wote ambao wamekuepo. Na ni kitu kilianza 2011, sio kitu kimeanza jana. Na wanajeshi wa inchi hiyo wamepata mafundisho hapa. Wengine walikuwa nafundishwa Manyani, wengine walikuwa nafundishwa huko Pokot, wengine walifundishwa Turkana. Unajua, acha nikukate kidogo, unajua kusema hapa umesahau hauko Kenya saa hizi, uko UK rafiki yangu. Samahani. Namkumbusha. Wote wale training zao wamefanywa Manyani ndio kunafundishwa watu maaskari wa askari wa wildlife. Okay. Na askari wale unaona wanachunga airport, wale wamevaa fulana za yellow. Ukienda kwenye airport utapata kuna wale wamevaa fulana za yellow. Hao wanakuanga ni askari. Wale wahudumu wa huko wanakagua watu kiingia, wanakuambia vua viatu vyako, toa mishipi yako. Hao wanakuambia huo. Security, kama security. Hao ni askari lakini wamefundishwa pamoja na kitengo ambacho kinashughulika na mambo ya wanyama. Hapo ndio hili jeshi lilifundishwa, lilipelekwa kule. Lilifundishwa na watu wa KDF, polisi ya Kenya, NSIS, wote walielewa. Sasa wanapoenda kule, na sio jana, hawa jeshi halijakuwa hapo jana. Wamekuwa kwa miaka mingi, miaka zaidi ya 10. Wamekuwa kwenye Mandera, wamekuwa kikaa kwenye zaidi ya Kenya, wanapigana wanarudi, wanapigana. Namba 2, hiyo ndio barabara ya kitu chochote cha magendo yote ambayo inatoka upande magari yasiyolipwa ushuru yanapitia hapo. Mchele ambao ulipwa ushuru unapitia hapo. Sukari isiyo na ushuru inapitia hapo. Kila kitu ambacho hakina ushuru kinapitia hapo. Magendo yote kila kitu. Na umesahau mabunduki zote zinapitia hapo. Wakitaka kuleta kama sasa wanapeleka bunduki kule Sudan ya juu. Sudan ya juu na Sudan ya chini. Maana ile kikundi cha RSF kinapigana Sudan ya juu. Alafu sasa kuna Sudan ya chini. Bunduki zote zinapitishwa wapi? Pande hiyo hapo. Silaha zote zinapitishwa huko. Hapo. Kisha zinavushwa zinaenda upande ule mwingine. Sasa ile ni ngome ya ugaidi. Na ugaidi huu unaongozwa pamoja na viongozi wa taifa wanaelewa. Dola zote za usalama, dola ambayo ni polisi, ambao ni jeshi ya kawaida, wajasusi, wote wanaelewa. Vijana hao ambao wanafundishwa utawakuta Isili wakikula miraa. Hao uliona wakiimba, hao wanapigana kule utawakuta Isili. Unaona sasa, utawakuta kwenye South B, utawakuta kwa South C, maana Kenya ndio kwao. Wanaenda wanachafua kule, wanakuja nyumbani. Wanachafua kwa ili ni jeshi kama Mungiki. Ili ni jeshi kama magunzi wale unaona kule. Maana ni watu wametengenezwa hususan na viongozi fulani wanaolinda. Unaona, hao ni askari wao wa kuhakikisha sukari ya magendo imeingia, unga wa magendo umeingia, vyakula vya magendo vimeingia, magari ya magendo yameingia na mabunduki
umeingia. So they are there kumonitor na kufanya nini? Kuteremsha. Na hiyo mambo yote yalifanyika. Duale ndiye alikuwa mmoja wao. Na wale viongozi wote wa kule upande wa huko juu wenye pia ndio wenye serikali. Farmajo na kina Duale ni kitu kimoja. Kitu kimoja. Duale ndiye alichangia wakati alikuwa nani? Alikuwa nini? Alikuwa defense minister. Wakati alikuwa majority leader. Ndiye alitetea hawa, ndiye alimtetea Farmajo. Unaona sasa? Ndiye alimtetea Farmajo, ndiye alipush Farmajo, ndiye alipofanya kila kitu kwa Farmajo. Sasa kitu ambacho unachokiona sio kitu cha jana. Ni kitu ambacho kimekuweko. Ni kitu labda sasa ule huyu nani? Huyu former governor wa Mandela labda ameondolewa kwenye keki. Labda ameondolewa kwenye sahani. Ndio ameanza nitamwaga mtama basi. Umeangalia, lakini ni kitu pia yeye anakielewa, sio cha jana. Si cha jana. Wote hao wanaelewa. Ni wanatuchenga tu akili. Wanataka kuonyesha kama kuna kitu cha muhimu wanataka kutuambia. Kipya kimekuja, lakini hamna. Yote ni yale yanajulikana na hiyo imekuwa kama ile ya jana na itakuwa mpaka kesho. Uhuru amekulia hapo. Kibaki ndiye aliwatrain hawa watu, wafundisho hawa watu yalipitia kwa mkono wa Kibaki. Ruto sasa ndiye amekuja amefanya ngome yake halisi. Na sasa nikikuuliza ukisema hivyo, sasa nasikia wameanza kuua watu, kuna watu kama 500 wamekufa, sio 50 wamekufa, sio 5. Kuna watu inasemekana, sina namba kabisa lakini inasemekana kuna watu sina uhakika. Hauna uhakika kabisa. Wasomali lakini lisimali walipo Wasomali wameishi kukufa. Yeah. Kutoka wakati ya shifta tangu zamani wanapenda kufa. Ndio unaona wanajifunga mabomu, wanakuja wanalipuka, wanakufa na wanalingua wengine. Hivyo ndivyo wamekuwa wakifanya. Kwa hivyo kwa uchache chochote ambacho nakiona kule si cha jana. Ni kitu ambacho kiko pale. Ni labda kuna mvurugano baina ya viongozi. Kuna mtu amenyimwa chakula. Maana kule hawana kabila. Wana tabaka, wana clans. Na zile clans unakuta kuna clan crash, kuna Ogaden, kuna Jubilant, kuna nini zote. Unakuwa wakati wanainuka. Sasa kila clan iko na kiongozi wake. Sasa utakuta labda hii clan hii ambayo inapiga makelele imezidi clan nyingine, imenyimwa. Sasa ndio wanapigana, ndio wameinukiana. Kwa hivyo lile jambo ni jambo ambalo ni hatari sana kwa usalama wa nchi. Na wanaohusika wanafaa kujiuzuru. Hasa mtu anaitwa Duale, mtu anaitwa waziri wa usalama wa ndani, na vitengo vyote vya kiusalama, dola yote ya usalama inastahili kutuambia ni kwa nini kuna jeshi la mataifa mengine ambayo linaoperate ndani ya nchi yetu. Na kazi ya jeshi ni nini? Kazi ya jeshi ni kulinda mipaka yetu. Kazi ya jeshi yetu waliingilia wapi? Na wanafanya kazi vile. Wanafanyaje kazi pamoja na jeshi la jingine na bila mikataba? Maana kama kungekuwa na mkataba ule ungepitia kwenye AMISON. AMISON ni ushirika wa nani? Wa mataifa yote ambayo ni ya Jumuiya ya East Africa. Wakatengeneza jeshi AMISON, wakatengeneza jeshi ambayo ilienda kukomboa Somalia. Hapo hiyo jeshi ya AMISON ndio ilipatiwa mamlaka sana wa Kenya kuendelea kuwafundisha, kuunda serikali, kuitengenezea polisi wake, kuitengenezea ujasusi, kuitengenezea jeshi lake, kila kitu, kuleta mipangilio katika nchi. Na wao walibaki sana walikuwa wa Kenya wakati chini ya AMISON. Sasa kule juu mko chini ya nani? Watazamani tuendelee kuhoji Ndura Waruinge Apostle, maana anatuambia moja kutoka na kutoka moja kwa moja kutoka Northampton. Bahali hapa tuko ni katika jumba moja ambaye ni rafiki yetu. Tutaendelea zaidi pale, na tukiendelea zaidi Ndura Waruinge, nasikia uko jumbani hilo story hiyo taarifa tu ndio tuko nayo. Nasikia kuna hata shule ya msingi si shule moja, shule zote kule hamna shule. Imekuwa ndio wale jamaa wanaishi kule, imekuwa ndio mahandaki yao ya kupigania, ndio wanaishi. Kwa hivyo tuwezi sema ati ni sawa, mambo si sawa, mambo si sawa. Sasa nani waziri wa usalama wa ndani na wa nje wanastahili kujiuzuru mara moja. Rais mwenyewe ambaye ndio kamanda mkuu wa majeshi na amri jeshi mkubwa wa majeshi yote anastahili kujiuzuru. I hope you're listening to that. Maana katiba aliyoichukua kuiapa, aliapa kuilinda mipaka yote ya nchi, kuilinda nchi, wananchi wa Kenya, na kulinda kutoka
nchi kutokana na uvamizi wa aina wote ule. Hii ni kitu ambacho tunafaa sasa kuondoa kutoka kwenye barabara, kwenye maandamano hadi Ruto aende nyumbani. Maana asipotuambia majeshi ya foreign alafu wamekuja wenyewe majeshi yale ya huko wamesema sisi tunafanya kazi na jeshi la Kenya. Wamesema hivyo, nimeona juzi jana, nimeona vizuri. Wamesema kumaanisha nini? Hawana wasiwasi, hawana woga, wako na all the rights to be there. Wako na yule aliyewatuma. They got all the rights to be there. They got the rights and they are very very proud of it. Very proud of it. Yeah. Na acha niwaambie. Vita vya nchi ya Burundi na Rwanda ilianza hivyo. Pole pole. Ukiangalia kwenye mpaka wa DRC na Rwanda ilianza hivyo. Na ukiangalia mpaka wa Sudan na South Sudan na North Sudan na Ethiopia ilianza hivyo. Na ukiangalia vita kule Syria na kule kwingine ilianza hivyo. Kwa hivyo ni jambo ambalo kuna kitu ambacho kinafanyika kimaksudi. It is very intentional. Kusababisha Kenya kuwe na civil war ya muda mrefu sana, sababu what they are planting now is something they will not be able to hawataweza. Ikianza hawataweza, maana watatengeneza kambi zao, silaha zao, wamekamata mji wa Nairobi, wamekamata miji yote ambao walitaka kukamata, walikamata. Wamekamata Nakuru, wamekamata Nyeri, wamekamata Murang'a na wamejaa huko. Alafu sasa wao wako na advantage ya kuwa na silaha. Sasa hicho ni kitu ambacho kinafaa kuchunguzwa na kuangaziwa kwa ukaribu sana. Tena sana. Mtazamaji, hii inahofisha kabisa, sababu inaleta hofu kwetu zote ambao tunaita Kenya nchi yetu. Na mimi nakuuliza Ndura Waruinge, sijui kama umeona vile Nairobi kunaendelea insecurity. Watu wananyang'anywa mchana, kweupe mchana. Hilo bado ni jeshi. Kweupe mchana. Ni jeshi ambalo linaongozwa. Hebu tangu hata hujaendelea, polisi wako wapi? Polisi wako wapi jamani? Hawana nguvu tena. Hawana nguvu, maana lile ni jeshi linalindwa na wanasiasa. Ni jeshi ambalo limezungumziwa na limefanywa kusajiliwa na viongozi wa wanasiasa. Ni kikundi ambacho hakikuziki, kiwezi kikaguzwa. They can do anything anywhere. Wanaitangwa the untouchables. Na ikafika katika mahali pa kuwa na untouchable kwenye nchi, ni hatari kubwa. Sasa juzi nimeona wanawapora watu mchana bayana peupe. Mchana kweupe. Lakini nani alichangia? Nani alileta ya maguni? Ni Sakaja mwenyewe. Lakini Sakaja angewezaje kuleta guns Nairobi bila upitisho wa vyombo vyote vya dola? Na vyombo vyote vya dola vinawezaje kufanya maamuzi bila rais kuhusika? Tunaongea habari vyetu vyombo vya dola. Tuite vyombo vyote vya dola kwamba vyombo vyote vya ulinzi. Vyombo vya dola ni security. Ni polisi, jeshi na NSIS. Maana wanaweka doria. So hakuna jinsi hawa magunzi wangekuja na polisi watembee na wao barabarani bila mahusisho ya vyombo vyote vya dola. Lazima wangekuwa pamoja, walifanya kazi pamoja. Walielezewa kuna watu watakuja na mwalinde. Alafu sasa vyombo vya dola havina mamlaka ya kufanya maamuzi kama yale kama mambo yametoka, kiongozi mkubwa hajahusika na mambo yametoka juu. Mimi ni nani niseme hapana? Sasa wewe huwezi sema hapana, maana Sakaja mwenyewe ni gavana aliye chini wa chama ambacho ni chama tawala. Na chama tawala kina kiongozi wake. Na kiongozi ndio mwenye kuongoza nchi. Kumaanisha ya kwamba yeye ndiye ana uwezo wa kutoa amri ya aina yote ile. Kwa hivyo mambo sasa, uporaji na ubakwaji na mambo yote ambayo yanafanyika yanatendeka hususan kwa mipango ambayo imepangwa ikapangika kupitia kwa vyombo vyote husika vya kijamii. Ndio hiyo. Kidogo tuguzie ndio tumalizie. Umebakisha kazi ngapi hapa hivi? Kazi ni kubwa, kazi sioni kama nitamaliza, nitaenda nitarudi tena. Kazi ni kubwa, kwenda kukutana, nina mipango ya kutembelea Wales, Scotland, nina mipango ya kwenda France, nina mipango ya kwenda Malta, nina mipango ya kwenda Uswizi, nina mipango ya kuenda
Ganze iko tu hapa. Iko hapa hivi Channel Islands. Islands ziko huko. Maana kuna madhabahu mbalimbali ambayo naenda kuvunja. Kazi yangu ni kuvunja madhabahu, kujenga madhabahu, kujenga. Hiyo ndio kazi yangu. Na ndio kazi ambayo nina ubunifu sana nayo. Na ndio nafanya. Kama vile tulipokwenda kule Storyhead, ukaona kile tulichofanya. Na nilishtukia kuona kwamba Bomas Kenya ilihamishwa kumbe kaletwa pale. Rafiki yangu mimi nilistuka kweli. Na nakushukuru sababu ulifanya mimi nikatembelea kule, na mimi nimekaa hapa miaka nyingi bila sijawahi kwenda, hata singeenda. Najua iko pale lakini siko na haja naye. Sasa nimeona afadhali ningeenda mapema kule ili kwamba nijue ni vipi yeye anaendelea. Hicho ndicho chombo tawala. Ndio hiyo. Huo ndio msingi wa nchi. Rafiki yangu ni Ndura Waruinge na Kizende hapo, vitu tunaendelea kushauriana hapo, vitu tujue mambo ni vipi, na kutoka sasa mpaka nitakapotangazia tena, na acha na jina hili na neno hili, waambie watu wale unataka kupigia kwa hili Apostle ni Ndura. Niko hapa Northampton na hubiri kwenye kanisa linaloitwa Ebenezer iko kwenye barabara, ama address inaitwa NN3 9AG Ebenezer Church. Iko kwenye mtaa tu moja hapa katika Northampton. Ninaona watu moja kwa moja, nipigie simu, laini yangu naijua iko sawa kabisa, nipigie simu, nitakupatia muda tuongee pamoja na wewe. Lakini kwa sasa watu wa nyumbani, tuendelee kuiombea nchi yetu amani. Na tuombe ya kwamba hawa majeshi wa Somalia waregeshwe kwao, na viongozi wafunguke macho, waiangalie, tuone nchi yetu inapoelekea ni wapi. Maana kule tunapoelekea siku nzuri, tunahitaji kukuja kwa pamoja na ule kusema patriotism, kuipenda nchi yetu, tukaipende kwa mapana na marefu na kwa njia nzuri inayokubalika. Mungu awabariki. Namba yangu ni 0722239555 na unaweza kunitumia pia kwenye Bethel Clouds TV. Hapa nakuuliza tu kwa heshima, unaweza kushare, kulike na kusubscribe. Pia yangu inaitwa Kizende TV. Na ama Papa wa London ukipenda, na naomba usikose ku like na kusubscribe na hata kulike na hata kushare, ili kwamba utuweke kibambele kabisa, naso kwa mstari wa kwanza kupokea video zetu ziko mbichi kabisa, lakini ziko bikra. Lakini kuna kitu nilikuwa nataka kusema, ningependa nikaribishe Ruto hapa hivi aje atuongeleshe ama tumuongeleshe, tumuulize maswali. Na ningependa pia tukaribishe Rigiji pia, na hata Matiang'i na hata Kalonzo, mje Oxford munikute, ili kwamba Ruto atuambie ni kwa nini tumpe no term, na ni kwa nini tumpe one term, na ni kwa nini tumpe two term. Sababu hata one term, hata no term ni kitu. Atuambie ile atataka, atuambie kwa nini tumpe. Rigiji atuambie ni kwa nini tumpe ile anataka, sababu pia si lazima atuambie. Na wakaribisha nyote, asante sana, na mpaka tutakapokutana tena majaliwa na katika video nyingine, ni Kizende. Asante. Shalom.